Je, umewahi kuota ukifa ama wakikuzika katika makaburi? Ama umewahi kuota ukilishwa chakula tofauti tofauti kwenye sherehe ama kwenye nyumbani? Umewahi kuota ukinyongwa usiku? Ama umewahi kuota ukipigana vita ukipaa angani? Ama umewahi kuota ukivuka mto? Siku ya leo acha tuanze kutafsiri moja kwa moja. Usitoke, na kama hujafanya subscribe na hujashare, tafadhali na kuomba uanze kufanya subscribe, ulike na ushare ujumbe huyu. Acha tuende moja kwa moja. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na amini kwamba upo salama, pia mimi nipo salama. Mungu ni mwema. Tuende moja kwa moja kwa ndoto zifuatavyo. Tuliongea kwamba wana wa Mungu, ndoto ni taswira ama ni ujumbe wa moja kwa moja ambao Mungu anakuwa anaongea mwanadamu kupitia ndoto wakati wa usiku. Sababu gani? Wakati wa mchana mwanadamu ama binadamu wanakuwa kwenye shughuli za kutafuta maisha na mambo kadhalika, lakini muda wa usiku ni muda ambao Mungu mwenyewe anakuja kuongea na mwanadamu. Kumbuka ya kwamba kwa bustani ya Eden, Mungu alikuwa anakuja kwa muda wa jioni kuongea na aliyowaumba wakina Adamu na Hawa. Lakini walipotenda dhambi, Mungu alikuwa anawatokea katika hisia ama katika ulimwengu wa roho kupitia ndoto. Lakini tena tukatafsiri ya kwamba ndoto, njozi na maono. Ndoto, njozi na maono. Ndoto ni hizi ambazo tunatafsiri wakati mtu amekuwa katika usingizi mzito, alafu anakuja anaona maono, anaona ndoto, anaanza ambazo anapitia ya mambo ambayo anapitia ama mambo mengine. Kwa hivyo tukiangalia tena, nasemaje wakati nasema kwamba ndoto ni Mungu ama ni malaika anakuja kutuongelesha ili tupate kujitafakari. Tukiangalia ndani ya Biblia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza pale sura yake ya 3, ukiangalia mstari wa 5, utajua ya kwamba kweli Mungu anaongea na sisi kupitia ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usitoke hapa ili tuanze kutafsiri ndoto moja kwa moja. Hizi zote ambazo tumezitaja tunaenda kuzitafsiri. Kwa hivyo sasa, kuna ndoto, kuna maono na kuna njozi. Njozi ni nusu ya ndoto. Ni wakati aidha unaweza kuwa kwa maombi ukajisikia umelemewa na usingizi, ukalala kidogo, unatoka kwenye njozi, unaota kitu ama unaoneshwa kitu, alafu unatoka kwenye usingizi. Alafu maono ni wakati unaomba, unaona picha fulani inakuja, alafu unaona picha kama movie fulani inachezwa katika macho yako, alafu inapita. Hayo ni maono. Kwa hiyo usikome kuendelea kujifunza hapa ndani ya Ayada Family, tuko pamoja na wewe. Je, tuanzie kwa ndoto gani? Za kukabwa usiku, ukinyongwa usiku, ama za kuvuka mto, ama ndoto za kuzikwa, unajikuta unaona umekufa ndani ya usiku ama ndani ya usingizi, unaona wamekuzika? Naomba tu unijibu kwa comment section ili kesho tuanze kutafsiri moja kwa moja. Kwa hiyo nikiangalia comment ndipo nitaanza kujua zile ndoto ambazo nitaanzia kwazo kuzitafakari ama kuzitafsiri, ukisha kucomment hapa chini. Shalom shalom. Na wapenda wana wa Mungu, mkuje tukae pamoja ili tupate kujifunza. Wana wa Mungu, ndoto ni muhimu sana katika maisha. Watu wengi wamefanikiwa na wamebarikiwa kupitia ndoto. Wengine wamekuwa maskini kupitia ndoto. Wengine wanakufa kupitia ndoto. Wengine wanaishi maisha yao ya milele, wanaishi miaka mingi kupitia ndoto. Sababu moja, tukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, Mungu alimwambia Suleimani, alimwambia, mwanangu, niambie kile kitu unachokitaka
nikutendee, nami nitakitenda, nitakitimiza, nikifanye. Suleimani nao akajibu kile ambacho anakitaka na Mungu akakitenda. Vyote vilipitia katika ndoto. Mungu akawaambia majusi, msipite tena kule, sababu mfalme anataka kumuua Yesu Kristo. Aliwatokea katika ndoto. Kwa hiyo ndoto ni moja kwa moja ambayo inaashiria, inakuja kutuongelelea, inakuja kutuambia maisha yetu ambayo tunaishi. Kwa hivyo tutoe tena mfano babake ya Yesu ambaye ni Yusufu. Sababu tunasema ni babake, sababu alizaliwa kwa nyumba ya Yusufu. Atuseme eti alilala na Maria na Yusufu walilala wakamzaa Yesu. Ni Roho Mtakatifu, lakini ni baba mlezi ambaye alimlea Yusufu. Mungu alimkujia, ama malaika alimkujia, akamwambia Yusufu, ondoa mtoto hapo, wanataka kumuua, ondoka katika usiku. Mungu anakuja kuongea na watu wake. Mungu anakuletea ndoto ili upate kujua jinsi umesimama. Unasimama vizuri ama unasimama vibaya? Kwa hiyo nakukumbusha, tuanzie kwa ndoto ipi? Comment section ndipo mimi nangoja ili nipate kutafsiri. Bwana yetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Asante kwa neema hii ya kutafsiri ndoto. Baba, na kuomba kizaji na mtazamaji ambaye anasikiliza na nafuatilia vipindi hivi, Bwana mubariki, kaa pamoja naye, muongoze, mpee moyo wa kutafakari, mpee moyo wa kushika ndoto na kujua maelezo halisi za ndoto hizo. Kwa jina la Yesu Kristo tunatoa kila kipingamizi katika maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tunaomba hata kuamini. Amen. Shalom, shalom. Mungu aendelee kuwalinda, na sisi kwenye Ayada Family tunaendelea kuwatunza na kuwashukuru kwa kuwa mnaendelea kukaa pamoja nasi. Shalom.